kuinua jina lako. Wewe ni mwema, mwaminifu Baba. Tunasema shangwe kwako Mtakatifu kwa sababu ya uzuri wako, wema wako, uaminifu wako. Asante kwa sababu ya ulinzi, asante kwa afya, asante kwa kutuhudumia katika njia mbalimbali Baba. Asante kwa kutuweka salama wiki hii. Asante kwa kutuneemesha katika mwezi wako. Tumefika Jumapili ya leo Baba, tunasema asante Baba. Asante awalima, na bado tunakukaribisha kwa Bwana. Tumekuimbia, tumekusifu, tumekuabudu Bwana, na bado tunakungojea tukitamani tukuone Baba katika mahubiri haya. In the name of Jesus Christ, wachilia anga, mbingu ifunguke Bwana, tuma msaada, tuma Roho wako Baba, takasa vinywa vyetu, takasa mhubiri huyu Bwana. Ninaomba Yesu Kristo ukatumike Baba katika madhabahu haya. Uonekane Jehova kwa watu wako, watu wagonjwa, wale wamenyanyaswa, wale wamefungwa, na wale wote ambao wako na hitaji mbalimbali. Bwana Yesu wahudumie, na Bwana Yesu wakapate kupata nafuu Jehova. Wapate nafuu Mungu wa Israeli kupitia kwa neno lako. Wapate nafuu kupitia kwa mwangaza wako. Wapate nafuu Mungu wa Israeli kupitia kwa uponyaji. Wapate nafuu kupitia kwa uguzo wako Baba. Ninaomba Mungu wa ajabu ya kwamba Baba uonekane. Mapepo yote Baba wa mbinguni wapate Jehova God kuangushwa chini katika jina la Yesu Kristo. Wewe utamalaki, wewe utawale, wewe uongezeke tunapopungua. Wewe ukabariki na utakasi madhabahu haya. Wewe Bwana ukachukue mamlaka Jehova God, na utawale my Father. Hii anga Bwana wa Bwana tunaisafisha Baba, tukiondoa obstacle na maadui wote, tunawatawanya na moto wa damu ya Yesu. Tunaomba Baba uchukue over, uchukue control ya kila kitu na kila mtu na kila kitu ambaye iko hapa Bwana. Tukuka Bwana Yesu, na sifa zikurudie. In the name of Jesus we believe and we pray. Amen. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Tunaingia katika service yetu, the main service. Mungu awabariki kila mmoja ambaye yuko hapa na wale ambao wanatufuata katika online. God bless you so much, kila mmoja pamoja na online family. Amen. Tutaenda kwa neno la Bwana. Tusome Zaburi 15, Psalms chapter number 50. Tutasoma neno la Bwana. Imekuwa wiki ya ajabu, imekuwa wiki nzuri. Naweza kusema ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Nimejifunza mambo mengine ya kunionyesha uaminifu wa Mungu. You see, kuna mahali ambapo inasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. And
And most of us hatuonagi Mungu kama Mungu mwenye mwaminifu. Hatumtazamii kama Mungu aliye mwaminifu. Na wakati ule ambapo utakapomjua Mungu na ujue kwamba Mungu ni mwaminifu, hakuna siku katika maisha yako hata kuwe jambo gani ambalo unalipitia ama linakusumbua. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Wakati ule ambapo umemjua Mungu and you come to a point whereby you know him as a faithful God. Wajua watu wengi sana wamekuwa, many people have gone through a lot. Na watu wengi, kuna wale wamefail, kuna wale wamekuwa betrayed, kuna wale ambao wamegonjeka na wakawachwa na watu na pengine ugonjwa ikampeleka vibaya. Kuna wale ambao kazi, amekosa kazi, wengine ilikuwa ni masomo, wengine ni ndoa. So people go through a lot, and people are going through a lot, na pengine ni jamii ama ni marafiki. Bwana asifiwe sana. Wakati unapitia jambo fulani, wengine wanaweza kukuvunja moyo, wakuambie sasa, kama wewe unapenda Mungu na unaamini Mungu and you go to church the way you love God, kwa vile unavyosema, kwa vile ambavyo unavyochukua your time and commitment to serve God, to seek God. Amen. Many people wanaweza kuchukua hiyo nafasi to discourage you when you are going through something. Bwana sasa, wanaweza kukuvunja moyo, especially wale ambao tuko karibu na wao, especially wale ambao we are born with. Amen. Wale ambao tunakaa na wao, kwa sababu most of us or most of you, kuna watu wale ambao you listen to them. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unawasikiliza, whatever wamekuambia. In fact, you cannot do anything unless umeulizia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa these are people ambao sometimes wanaweza kutumika kama agents wa kukudiscourage, kama watu ambao wanakuvunja moyo, wakuulize sasa, huyu Mungu yuko wapi? Huyu ambaye you commit yourself, anakuambia angalia how you are committed to the work of God. Wewe ndio number 1 kanisani, wewe ndio number 1 kwa giving, wewe ndio number 1 kwa worshiping and praise, wewe ndio number 1 ikiwa mtumishi anakuhitaji katika kazi ya Mungu. So people take advantage, na wanatumia hiyo mlango ili wakuingie katika life yako ya kiroho, to damage your spiritual life. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So unakuta ya kwamba when you give them this chance, wata damage your trust katika Mungu. Amen. Na ninajua kwamba watu wengi wale niko nao hapa na wale ambao wanatufuata, una suffer the damage ambayo ililetwa. If God is truly faithful, no matter how we preach this message ya kwamba God is faithful, lakini utakuta ya kwamba you may not get it because imewekwa kitu katika akili zako, imewekwa kitu katika roho yako ambaye inafunika ile kitu ambaye tungeweka kizuri ndani yako. Bwana sasa, ni kama kitambaya ambaye inafunika macho yako ya kiroho, ni kama kitambaya ama kifuniko ambacho kinakufunika akili zako. Hata tukakwambia Mungu ni mwaminifu, you want to believe it. Bwana sasa. Hallelujah. Hata kama ukae hapa tukuhubirie mwaka 1, 2, 3, lakini unasemanga let me just go. Amen.
Lakini sasa kama kweli huyu mchungaji, huyu mhubiri huwa anahubiri ukweli, kwa nini jambo hili linanifanyikia? Why am I going through this? Why am I still sick? Hata kama huyu pastor anaongea watu wengine na wanapona, ile habari anahubiri inasaidia watu wengi, lakini mbona mimi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nikuambie God is faithful. Amen. Angalia mtu, mwambie Mungu ni mwaminifu. Na bado atabakia mwaminifu. Amen. Hata ulilala njaa, yeye hiyo haibadilishi who God is. Amen. Hata when you are broke, it doesn't change the nature of the status of God. He remains God and he remains faithful. Bwana asifiwe. Hallelujah. So neno la Bwana lililetwa ili ya kwamba address many of our issues katika maisha. Neno la Bwana. Na ndiposa nataka tuangalie katika kitabu cha Psalms 15 from verses number 1 and tutaenda katika Psalms 18 from verses number 30. God is faithful. Kitabu cha Zaburi 15 mstari wa kwanza inasema, Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Amen. Wa pili, ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Ngoja kidogo. Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yake? Katika hema ya Bwana. Vile umekuja all the way from your place, your dwelling place, your home, mahali popote unapokaa, na sasa umeingia katika hema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. So Biblia inauliza ya kwamba God ama Mungu ni nani atakaye ingia katika hema yako? Kwa sababu tumekuwa watu wa kublame Mungu. Tunablame Mungu anaenda katika hema ya Mungu. Not everybody ambaye anaingia katika hema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na unapoingia katika hema ya Mungu, kuna vile neno la Mungu linatarajia ya kwamba likubadilishe, so that even though umetoka kule, kama wewe ni mkora, jambazi, kahaba, ama mwizi, ama mnyang'anyi, una chochote kile, ama mwenye, Bwana asifiwe sana, ama tabia zako ni mbaya, ama matendo yako, ama mwenye dhambi. So the intention of the word of God is to change you and me. The intention of the word of the Lord, kazi ya neno la Mungu ni kutubadilisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sijui, nataka niende polepole ili mtu anielewe. Kila mtu anaweza kuingia katika nyumba ya Mungu, lakini kukaa katika nyumba ya Mungu inatarajia neno la Mungu lipatie nafasi ili ya kwamba iweze ikubadilishe, ifanye kazi ndani yako, ifanye kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Everybody can come into the house of the Lord, and remember that there are conditions katika kuingia nyumba ya Mungu. In the book of Psalms chapter number 100 inasema, nitaingia katika nyumba ya Bwana, nitaingia malangoni pake na shukrani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nitaingia katika hema yake na nini? Na sifa. Praise the Lord. Amen. You know, the hill of God, ascending to the hill of God, dwelling into his tent, ina requirement ambazo mimi na wewe lazima tuweze kufanya ama kufikia. Bwana asifiwe sana. Amen.
Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia twende